Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Ni kwamba Tifa Dangote, huyu ni mtoto wa kike wa pekee wa Diamond Platnumz kwa sasa. Tunaona ukuaji wake umeleta changamoto kubwa sana, hasa ukiangalia jinsi ambavyo anazidi kupepea na anazidi kukua mpaka watu wameshangazwa na hicho kitu. Na tunaona kwenye hii posti nimeweza kuipata kupitia ukurasa wa Instagram kwenye upande wake ambapo aliandika regular weekend with the family. Yani ni weekend fulani ambayo alikuwa yupo na familia, na tunaona kwa upande mwingine alikuwa ana enjoy, yupo na mama yake wa kumji wake, yuko Nilan pale, wanashika iPhone na vitu kama hivyo, simu zao wanachezea. Of course ni mtoto wa tajiri, kwa hiyo tunaona anaishi expensive life, na hata ukimwangalia ni kwamba Diamond Platnumz anatoa pesa za kutosha. Sasa watu wanasema kwamba mbona mtoto huyu anazidi kukua na anazidi kuonekana mkubwa, siku baada ya siku anaonekana ni mrembo na anazidi kukua, anaonekana kabisa kwamba ni mtoto ambaye kiukweli ana speed sana, na watu wanasema sasa hivi Diamond ategemee mtoto wake kupata mchumba na vitu kama hivyo. Sasa baada ya kuposti ujumbe huo akiwa katika hoteli moja hivi, inaonekana kabisa kwamba anaishi maisha ambayo wengine wanaota ni ndoto, lakini ndio hivyo, mtoto anakuwa na watu wameonekana kushangazwa na ukuaji wake na kusema kwamba mbona amekuwa ghafla hivyo na anazidi kuwa mkubwa. Juzi tu alikuwa mdogo, sasa hivi ni mkubwa. Mama Dangote alikuwa wa kwanza akaweka makopa, lakini pia mwingine akasema binti Nasibu, hatimaye Tifa wa 2013 kalingana na mimi wa mwaka 80, au sio bwana? Yani kalingana na yeye huyo aliyezaliwa mwaka 80. Of course na watoto wengine wanakuwa kwa haraka kutokana na vyakula ambavyo wanakula, kwa sababu ukiangalia Tifa anaishi kule South Africa, anakula vyakula, au sio? Na nadhani hivi ni vyakula ambavyo naweza kusema vya viwandani ambavyo vinamfanya mtoto aonekane anakuwa haraka tofauti. Unaweza ukatofautisha, kwa mfano unaweza ukamchukua mtoto wa Uswahilini na ukamchukua na Tifa, umri the same age, yani umri sawa, kwamba wote pengine wana miaka 15 ama 16, lakini Tifa anaonekana amekuwa haraka tofauti na yule mtoto ambaye anaishi maisha ya kawaida. Mwingine akaandika nimekuwa jamani, hao watoto nimeona tokea wapo tumboni mpaka leo wamekuwa niko hivi, hata gari sina, ni huzuni kwa kweli. Anasema kwamba hao watoto ameona tangu wakiwa tumboni na vitu kama hivyo. Mmoja kaandika Mama Tifa, what are you feeding these our big babies because they are growing so fast on us and making us old aunties and uncles. In fact, you are doing amazing well. Manake Mama Tifa hapa anaambiwa Zari kwamba unawapa nini hao watoto, mbona wanakuwa haraka sana? Kwa sababu wanakuwa faster na wanatufanya sisi tulingane nao, au sio? Mmoja kaandika kwamba mimba mpaka unakuwa humu kwenye simu yangu, mashallah. Yani manake kuna kipindi ambacho alikuwa ni mimba na akazaliwa na vitu kama hivyo. Mmoja kaandika Mondi walai hapo ni bora uniue tu. Mmoja sema wazee wanataka kula embe kwa chumvi, watoto wanakuwa hawa jamani, ni hatari. Nimezeeka, sina gari, sina nyumba, lakini Tifa amekuwa, tunaelekea kulingana. Mwingine akaja hapa akaandika baby everybody loves T&E, Mama Dangote mtupu, huyu mtoto anakuwa na mwangalia hivi jamani. Umefanana na bibi yako. Tifa ameanza kufanana na mama yake, yani ameanza kufanana na Zari. Amesema huyu mtoto anakuwa kwenye macho yangu namuona. Wengi wanao comment wanazungumza kwamba kipindi kile huyu amezaliwa mwaka 2013 na kipindi kile nazaliwa watu walikuwa wanaona kwenye simu zao. Of course Instagram ndio inaanza kipindi kile, iko naanza taratibu, na tunaona mama yake Zari the boss lady tangu anapiga picha mimba inakuwa, anajifungua, anamuona, na mpaka sasa hivi mtoto huyu sasa hivi anaonekana kuwa mkubwa sana. Toba, kumbe mikizee
niolewe sasa, maana naweza kwa mtoto anazaliwa namuona niwe serious na mahusiano sasa. Maana yake awe serious na mahusiano. Umejaribu kuwa serious na boyfriend kwanza. Mmoja kaandika, Tifa, hivi unajua kuwa kama kwenu ni Kigoma Ujiji Buzebazeba mtaa wa kwa noti barabara ya kwanza nyumba 126. Anafahamu hicho kitu kwamba of course Diamond inasemekana kwamba asili yake ni Kigoma Ujiji, na huyu jamaa anasema kwamba anatokea maeneo ya Buzebazeba mtaa wa kwa noti. Mmoja kaandika, huyu mtoto anakuwa hapa Insta tunaona. Yani wengi wanasema kwamba wamemuona anakuwa hapa Instagram, yani wanamuona anakuwa au sio? Kwa hiyo wengi wamemtakia maisha marefu na wengi wamemtakia baraka, kwa sababu ni kitu ambacho kinaonekana amefanya kazi kubwa sana Zari the Boss Lady, na inaonekana kabisa kwamba anatamani kumuona mwanae anakuwa kwenye maadili. Lakini pia tunaona hata familia ya Diamond, ambapo tunaona Mama Dangote kwa namna moja ama nyingine, tunaona jinsi ambavyo amekuwa kisapoti malezi ya Zari kwa watoto wake, kwa wajukuu zake. Lakini pia tunaona kwa upande mwingine familia ya Diamond inaonekana kuwaheshimu sana na kuwapenda sana hawa watoto. La kikubwa ambacho wengi wanazidi kuumia ni kuona Diamond na Zari wako mbali, na ilitarajiwa pengine labda Diamond na Zari pengine ongeza kufunga ndoa, lakini tunaona mambo yalienda tofauti. Mambo yameenda tofauti kabisa, na kila mtu ana mahusiano yake. Kwa upande wa mama yake Tifa, Zari yupo na mwanaume mwingine, lakini Diamond yuko na Zuchu, lakini watoto wanashirikiana kama kawaida. Kitu hiki kabisa kinaonyesha wazi kabisa kwamba labda pengine kuna mahusiano ya siri, kwa sababu watoto ndio huwa wanawaunganisha wazazi wao. Yani watoto siku zote ndio huwa wanawaunganisha wazazi wao. Kwa hiyo in fact ni kwamba kwa namna ambavyo mambo yanavyozidi kwenda na ambavyo tunaona Tifa anazidi kuwa mkubwa, ndio kitu ambacho kitakuja kuleta shida huko baadaye, ambapo inaelezwa kwamba familia haimtaki Zuchu. Sasa endapo Tifa anaweza kufanya jambo, basi hilo jambo linaweza likasaidia kwa namna moja ama nyingine wazazi wake wakarudiana kama hapo awali na kuweza kupata malezi ya pande zote mbili. Na kimsingi akipata malezi pande zote mbili inasaidia pia hata wao kukua bila shida yoyote, lakini pia hata saikolojia zao zinakuwa hazina shida. Lakini anyway, tunampa big up sana Zari kwa kutulelea mtoto wetu ambaye yuko kule South Africa. Lakini pia shout out kwa shabiki yangu ambao nifuatilia habari hapa, dondosha maoni yako, kisha subscribe.